Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa neema ya Uislamu, na tunamuomba atudumishe katika neema hii mpaka mwisho wa nyumba zetu na vizazi vyetu mpaka siku ya Kiyama. Adumishe neema hii juu yao na azidi kuupa nguvu Uislamu. Kwa hakika tukizingatia kwamba Uislamu umekuja na sheria ambayo imejengwa juu ya kuleta maslahi kwa jamii na kuondosha madhara, basi imechunga wanajamii wote katika kuwaletea maslahi na kuondoshea madhara. Tukitazama Uislamu na mwanamke au sheria ya Kiislamu na mwanamke, tunakuta kwamba imemweka hasa katika nafasi yake, na imeweka sheria ambazo usipozitafakari vizuri utaona kama ni kandamizi. Mfano, tuchukue mifano miwili tu kutokana na muda wenyewe ulivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha wanawake kujistiri, akasema ya ayuhan nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna, waambie wake zako ewe mtukufu wa daraja na mabinti zako na wanawake wa Waislamu, wanawake wa waumini, wateremshe juu yao, maanake wajistiri, wateremshe juu yao zile jalabibi zao. Kwa pamoja tutakafasiri jalabibi jamu ya jilbab, lakini mafuhumu ya aya ni kwamba hawa wanawake Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrishwa awaambie wajistiri. Lakini sasa angalia, baada ya kuambiwa wajistiri, ala khilafi kwamba wastiri mwili mzima mpaka uso na viganja, au wajistiri uso mzima mwili mzima kasoro uso na viganja, vyovyote itakavyokuwa, katika wale watoto wenu wale kile watakachokirithi, apate mtoto wa kiume mara mbili, yani apate mtoto wa kiume fungu la wanawake wawili, lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Kwa lugha nyepesi ni kwamba mwanamke apewe mara mbili ya mwanamume, mwanamume apewe mara mbili ya mwanamke katika mirathi. Nafikiri hili ni maarufu kufahamika. Kwa hiyo akasema kwamba wapewe watoto wa kiume mara mbili ya wanawake, sio? Halafu sasa kinachokuja mbele anasemaje? Asema kwamba kama wakiwa ni wanawake hawa watoto, wakiwa ni wanawake wawili na zaidi, fauka thnataini, maana si lazima wawe watatu, hata wakianzia wawili. Kwa hiyo wakiwa ni wawili na zaidi, basi watapata thuluthu mbili ya kile alichokiwacha yule marehemu. Wakiwa na watoto wa kike zaidi ya wangapi? Wawili. Sasa hebu tuchukue mfano mmoja. Amekufa mtu, amemwacha mama yake mzazi, baba yake mzazi, mke wake, akaacha na watoto wawili wa kike. Huyu tunaambiwa kwamba mirathi yake itagaiwa kutoka katika 27, 24 ambayo haitatosha mafungu yao.
kitaalamu wanasema masala ya taulu, sababu 24 hiyo ni lazima mama apate 4 sudus, baba apate 4 sudus, mke apate 3 thumuni. Ngapi hizo? 11. 24 toa 11 ngapi? Nabaki 13. Haiwezekani hata siku moja hawa mabinti wawili wachukue hizi 13 wapunjike kwa kiwango hicho, ila na wao watakadiriwa wafikishe 16. Ile aya inasema falahunna thulutha mataraka. Kwa sasa 16 hii itafanya hizi zifike 27 ili binti apate kitakachoitwa thuluthi 2. Sasa kwa sababu mali ni ile ile, haya mafungu hawezi kuongezeka, zitanyofolewa. Hapo kwa mama patapungua kidogo, hapo kwa nani, kwa baba patapungua kidogo, pale kwa mke patapungua kidogo, huyu apande kidogo. Lakini hebu angalia hapo, je, pangelikuwa na mtu na watoto wawili wa kiume ingekuwaje? Ingebidi wapewe zile 13 zilizobaki. Si kama nitakuwa nimeeleza vizuri. Katika 24 mama akichukua 4, baba akichukua 4, huyu mke akichukua 3, watoto wawili wa kiume wanapewa 13 zilizobaki. Wanapewa 13 zilizobaki. Lakini kama ni watoto wawili wa kike, wanaambiwa kwamba hata kwanza zikadiriwe 16 hapa. Halafu sasa masala yatakuwa yameulu. Kuulu maana yake ni kwamba yale mafungu yale yatanyofolewa, yakapunguzwa, hata hizi 16 za mabinti pia itakuwa sio zile 16 ambazo wangezipata kwenye 24. Maana yake sio thuluthi 2 tena. Ile ya mama sio sudusi tena, ya baba sio sudusi tena, ya mke sio thumuni tena. Ni thumuni kasoro, sudusi kasoro, thuluthi 2 kasoro. Nilitaka kusema nini? Pale aliposema ni dhakari mithlu hadhil unthayaini, halafu tena baadaye anasema kwamba kama watakuwa ni watoto wa kike watupu wapewe thuluthi 2 ambazo hawapewi watoto wa kiume watupu. Maana yake ni kwamba ipo maana iliyopelekea pale ni dhakari mithlu hadhil unthayaini, yule mtoto wa kiume kupewa mara 2 ya mtoto wa kike. Kipo kilichopelekea hivyo. Sasa hakipo kwa sababu wale watoto wa kiume hawapo, ni watoto wa kike watupu, waambiwa wapewe fungu lao kabisa, hawa likadiriwe kabisa, hakuna cha kitakachobaki wala nini. Kama kitakachobaki hakifikii fungu lao liongezwe. Hii ni kuonyesha kwamba Uislamu kila mtu umempa haki yake. Hawa watoto wa kiume hawa wamepewa haki hapa kwenye mirathi kubwa kuliko hawa watoto wa kike, lakini kuna pengine ambapo hawa watoto wa kike hawa wana haki walioipewa, ambayo haki hiyo hawa watoto wa kiume hawakuipewa. Yako mengi. Mtoto wa kike akiolewa anapewa mahari, wa kiume anatoa. Mtoto wa kike akiolewa anakwenda kuposhwa, wa kiume anaposha. Lakini sasa kwa sababu hakuna na hapo ni kwamba hawa ni mawalii wa hawa watoto wa kiume, hawa ni mawalii wa hawa watoto wa kike, watahusika kwa lolote lile litakalowahusu hawa, hasa pale wakiwa hawana waume. Ulezi wote wa hawa watoto wa kiume. Kwa Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe wenye kufuata Uislamu kikamilifu na kujua siri ya sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal kamalu lillahi wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.